Ilikuwa ni mida ya saa 11:30 jioni. Jua lilikuwa linakaribia kuzama. Gari ya taksi ilisimama hatua chache karibu na geti kubwa la jumba la kifahari la familia ya Mr. Adam. Iliposimama, Leitha alikaa kwa muda kidogo ndani ya gari kabla ya kushuka. Mawazo yake yalikuwa yamemzonga. Uso wa Laika ulikuwa bado ukiendelea kumjia machoni mwake. Kila alipofumba macho, aliuona uso ule. Uso wa mtu aliyefanana naye kwa kila kitu. Baadaye Laitha akavuta pumzi kwa nguvu, kisha akashuka kwenye gari. Alipokuwa akielekea kwenye geti, simu yake ikaita. Akaichukua na kuitazama. Aliona miskoli nyingi sana. Jina lililoonekana kwenye simu lilikuwa ni Mediboy. Leitha akakunja uso na kuchukia baada ya kuona jina la Mediboy. Kisha akasema, huyu mpuuzi baada ya kuniacha kule benki ananitafutia nini muda huu? Akaizima simu na kuendelea kutembea. Lakini alipofika karibu na geti lao, ghafla akasimama. Alimuona mtu amesimama nje ya nyumba yao. Alikuwa ni Mediboy. Alikuwa amevaa nguo nyeusi, miwani yake ikiwa mkononi na uso wake ukiwa umejaa majuto. Alipomwona Laitha, akamsogelea mbele na kumuita, Laitha! Lakini Laitha hakujibu. Aliendelea kutembea. Mediboy akamfuata. Laitha, tafadhali! Laitha akasimama na kumwangalia kwa hasira. Unataka nini? Mediboy akavuta pumzi. Nilikuwa nimekusubiri sana. Laitha akacheka kwa dharau. Umenisubiri? Kwa hiyo nikusaidia nini? Kwa hiyo unaniona wa thamani hivi sasa? Baada ya kuniacha kule benki? Unadhani nini kingetokea kama ningeshikwa na polisi? Mediboy akainamisha kichwa. Najua nilikosea. Nisamehe Laitha. Laitha akamkatiza. Ulikosea. Uliniacha wakati nilipokuwa na kuhitaji zaidi, Medi. Mediboy akanyamaza. Kisha akajibu, nilikuwa na sababu, Laitha. Laitha akasema, sitaki kusikia sababu zako za kipuuzi, tafadhali. Laitha akainua sauti. Unajua nilipitia nini baada ya wewe kuondoka? Mediboy akamtazama kwa huzuni. Ndiyo maana nimekuja kukuomba msamaha, mshikaji wangu. Laitha akamwangalia kwa muda. Hasira bado ilikuwa imejaa machoni mwake. Samahani yako nimeisikia. Mediboy akavuta pumzi. Kwa hiyo umenisamehe? Laitha akatikisa kichwa. Sijasema hivyo. Mediboy akanyamaza. Laitha akamwambia Medi, kwa sasa sipo sawa. Mediboy akataka kusema kitu, lakini Laitha akamzuia na kusema, nina mambo yangu binafsi ambayo lazima niyatatue. Akawa anasema huku anamtazama Medi. Kwa hiyo naomba kwa sasa uniache. Sipo sawa. Mediboy akasema kwa sauti ya chini, Laitha, nitakutafuta muda mwingine. Laitha hakujibu kitu. Aligeuka na kuingia ndani ya geti lao. Mediboy akabaki pale akimtazama. Lakini alipokuwa anaendelea kuelekea kwenye mlango wa kuingilia ndani, alisimama kwa sekunde chache. Uso wake ukabadilika. Mawazo yake yakamrudisha tena kwa Laika. Ni nani yule msichana? Akawa anajiuliza katika nafsi yake. Na kwa nini anafanana na mimi kiasi kile? Kisha
akafungua mlango na kuingia ndani. Turudi nyuma dakika 10 kabla ya Laitha kuingia ndani. Ndani ya nyumba, Mr. Adam alikuwa amesimama karibu na dirisha la ukumbini. Uso wake ulikuwa mzito. Alikuwa bado akifikiria maneno ya Laitha. Baba, leo nimemuona msichana anayefanana nami kabisa kwa kila kitu. Adam akafumba macho kwa nguvu, kisha akafumbua. Akaingiza mkono wake mfukoni na kutoa simu yake. Akapiga namba. Baada ya muda mfupi, simu ikapokelewa. Halo? Ilikuwa ni sauti ya Madam Fatma. Adam hakujibu mara moja. Alitazama mlango wa ukumbi kuhakikisha hakuna mtu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Mke wangu." Akajibu, "Ndiyo mume wangu." Mr. Adam akasema, "Laitha amemwona." Upande wa pili ukatulia. "Amemwona nani?" Mr. Adam akameza mate. Kisha akajibu, "Pacha wake." Kimya kizito kikatawala. Madam Fatma alishtuka na kusema, "Mume wangu, unamaanisha pacha yule aliyebakia Tumaini Hospital miaka 22 iliyopita?" Mr. Adam akajibu, "Ndiyo, ila mimi sijamuona huyo binti bado, lakini nina imani huenda ni yeye." Madam Fatma akasema, "Kwa hiyo Laitha umemwambia nini?" Mr. Adam akasema, "Sijamwambia chochote na siwezi kumwambia. Ndiyo maana nikakupigia wewe kutaka ushauri." Madam Fatma akasema bila ya hofu, "Mume wangu, rai ni moja tu hapa. Ikiwa utaikubali, basi na tuifanye." Akauliza, "Rai gani?" Madam Fatma akasema, "Lazima tumuue huyo binti. Bila ya hivyo, itakuwa shida kwetu baadaye." Mr. Adam akashtuka. "Unasemaje? Yaani kumbe wewe ni kichaa kama huyo mwanao Laitha, eh? Yaani tushafanya dhambi ya kuiba mtoto, kisha bado unataka tufanye kosa jingine?" "Mke wangu, mimi sio muuaji, wala sihitaji kumalizia umri wangu jela." Madam Fatma akasema, "Mume wangu, nilijua tu kuwa siku moja hichi kitu kitatokea." Mr. Adam akasema, "Kwa hiyo nishauri akija Laitha nimwambie nini? Maana hatuwezi kumwambia Laitha ukweli sasa." Madam Fatma akasema kwa sauti yenye hofu, "Na kama akimtafuta huyo msichana na kuanza kupeleleza kuhusu wao ni akina nani, unadhani itakuwaje jamani?" Adam akanyamaza. Swali hilo lilimgonga moja kwa moja kwenye mshono. Akajibu, "Hata mimi ndicho ninachokiogopea hicho." Madam Fatma akasema, "Basi lazima tufanye kitu kabla mambo hayajaharibika." Mr. Adam akashika kichwa na kusema, "Usifanye chochote bila mimi kujua." Madam Fatma akauliza, "Sasa na wewe utajibu nini pindi Laitha atakapokuja na kukuuliza kuhusu hili?" Mr. Adam akawaza sekunde chache, kisha akasema, "Nitazungumza naye." Madam akamuuliza, "Na kama akiendelea kulazimisha kutaka kujua kitu?" Mr. Adam akajibu kwa kujiamini, "Nitamzuia kwa kadiri nitakavyoweza." Madam akasema kwa sauti ya chini, "My husband, ukweli ukitoka sasa, kila kitu kinaweza kubadilika. Jitahidi sana binti yetu asijue chochote mpaka nitakaporudi London." Mr. Adam akajibu, "Sawa, usijali mke wangu, yule ni mtoto tu." Simu ikakatwa. Mr. Adam akaishusha simu taratibu,
Kisha akakaa kimya dakika kadhaa akiwa amefumba macho kama kwamba amelala. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Kwa nini umejitokeza wewe binti baada ya miaka yote hiyo? Nikwambie tu, hutaweza kubadilisha jambo hili kamwe." Yaani anamkusudia Laika. Kisha akasema, "Na huyu mwenda wazimu akija, sijui ni mjibu nini? Maana watu wanaiba watoto, sisi tunaiba simba. Ona anavyoanza kututafuna sasa." Mr. Adam hajamaliza vizuri maneno yake, mara mlango wa ukumbini ukafunguliwa kwa fujo. Alikuwa ni Laitha. Aliingia kwa hasira. Unadhani Laitha atamwambia nini baba yake? Vipi kuhusu Madam Fatma na rai yake ya kutaka kumuua Laika? Je, ataitekeleza? Episodi ya 8 siyo ya kukosa kabisa, maana ngoma ndio kwanza inaanza kupata moto. Weka komenti yako hapo chini, tuambie unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Pia usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Hekima za Kale. Team Laika. Laika wetu tunaenda kumpoteza jamani. See you my duplicate.